Makamishna wapya wa Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wanapoanza majukumu yao, kumekuwa na maswali kuhusu uwezekano wa tume hiyo kufanya uratibu wa mipaka kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa mujibu wa aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC James Oswago, uamuzi wa Mahakama Kuu uliobatilisha sensa ya eneo la Kaskazini Mashariki umeleta changamoto kubwa kwa mchakato huu ambao unategemea idadi ya watu. Kama Winfrey Owino anavyoripoti, haya yanajiri wakati ambapo tume ya uchaguzi inafanya juhudi za kurejesha imani ya umma kufuatia matokeo tata ya uchaguzi wa urais katika chaguzi 3 zilizopita. Wiki ya kwanza afisini kwa makamishna wapya wa tume ya uchaguzi IEBC tangu kuapishwa katika ikulu hapa jijini Nairobi. Jumatatu tulipozuru afisi za tume hiyo, walikuwa kwenye kikao kwa saa kadhaa. Kipaumbele kikuu ikiwa ni kufanya chaguzi ndogo katika maeneo zaidi ya 20 kote nchini, usajili na uhakiki wa wapiga kura, uratibu wa mipaka pamoja na kurejesha imani ya umma kwa IEBC kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. And we recommend that the commission exercise their constitutional independence 100%. Akirejelea uamuzi wa Mahakama Kuu uliobatilisha sensa ya eneo la Kaskazini Mashariki, aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC James Oswago anasema huenda isiwezekane kwa makamishna wapya kufanya uratibu wa mipaka kati ya sasa na mwaka 2027. Population quota means dividing the number of constituencies in Kenya and Kenya's population. It gives you a rough guide, the number of people who should be in a constituency. So you can't arrive at that if a whole province, the census result for that province, all of it has been disallowed. Ili kurejesha imani ya umma kwa tume ya uchaguzi, Oswago anapendekeza kufanyika kwa mabadiliko ya uchaguzi wa urais kwa kuanzishwa kwa ofisi ya waziri mkuu. Pia ametaka kubadilishwa kwa sheria ya utendakazi wa makamishna na kuongeza muda wa kuhudumu kutoka miaka 6. There is virtually no complaint about 5 elections. There is only perennial complaint about the presidential outcome. You learn election by doing elections. It is through a process of apprentice. These commissioners who are recruited yesterday are going to make critical decisions affecting the conduct of the by-elections. They will only know how to run an election once they have done one. So you need to have a long experience which is accumulated and retained in an individual who has run repeated and frequent elections. Kwa sasa kuna chaguzi ndogo 22 zinazosubiri kufanyika kote nchini, zikiwemo moja ya seneti, viti 6 vya wabunge wa kitaifa na viti 15 vya wawakilishi wa wadi. Maeneo haya yamekosa uwakilishi tangu mwaka 2022, hali ambayo imewaacha wakazi wa maeneo husika bila sauti na hivyo basi kudhoofisha haki yao ya uwakilishi na mchakato wa kidemokrasia. Winfrey Owino, KTN, Nairobi.